Unajua ni watu wengi sana ambao waliokufa wakati wa vita ya pili ya dunia. Inakadiriwa kwamba watu waliofariki ni kati ya milioni 70 hadi milioni 85. Lakini ukiangalia watu milioni 6 kati ya hao wote waliofariki ni wenye asili ya Kiyahudi ambao walifia kwenye nini? Kambi za mateso kama vile Auschwitz. Na mwaka 1945 baada ya milio ya bunduki kutulia, wanachama wa Nazi ambao walihusika kwenye mauaji ya watu wenye asili ya Kiyahudi waliweza kutafutana nao, kuidwa na kushikwa. Walioshikwa ama waliokamatwa walifunguliwa mashtaka. Lakini kuna wengine ambao walikimbia ama walikimbia kutoka Ujerumani. Mmoja kati ambao walikimbia ni Adolf Eichmann. Huyu bwana alikuwa mratibu wa kupanga jinsi ambavyo Wayahudi watasafirishwa kutoka makwao hadi kwenye zile kambi za mateso. Lakini vita vilivyokamilika, Adolf Eichmann naye akapotea kutoka kwenye uso wa dunia. Inadaiwa kwamba yeye alikimbilia wapi? Argentina. Weka pause hapo, tutarudi. Mimi naitwa Richard Mogo, hii ni Flight 178. Binti mmoja ambaye anajulikana kama Sylvia alipatana na kijana wa kiume. Huyu kijana akamwambia kwamba jina lake la mwisho ni Clement. Na hawa wawili wakajenga mahusiano ya karibu sana. Siku moja huyu kijana wa kiume anamwambia Sylvia kwamba babangu ni mtu maarufu sana kule Ujerumani. Lakini siku moja nitakuja kukuambia jina lake na tena nikusimulie stori zake. Sylvia naye akamwambia bwana, naye ushalianzisha, si ulimalize basi, huyu babako anaitwa nani? Kijana akamwangalia akamwambia babangu anaitwa Adolf Eichmann. Sylvia aliposikia hilo jina alijitia tena hamnazo na akapotezea hilo story ama hiyo story. Lakini alipofika nyumbani akamwambia babake, baba we, na kijana ambaye natoka naye na ameniambia kwamba babake anaitwa Adolf Eichmann. Babake Sylvia, Luther Hamann, ni mwenye asili ya Kiyahudi ambaye alikuwa amekimbilia Argentina baada ya kukimbia kutoka kwenye kambi moja ya mateso huko Jerumani, ambapo alikuwa ameteswa hadi akapoteza uwezo wake wa kuona. Kwa hiyo yeye na familia yake wakahamia wapi? Argentina. Hamann alipopokea ile taarifa hakupoteza wakati, akaandika barua. Katika hii barua akasema kuna bwana mmoja ambaye anaishi Buenos Aires, Argentina, ambaye anajulikana kama Ricardo Clement. Lakini inasemekana kwamba huyu Ricardo Clement ndiye Adolf Eichmann. Hii barua akatuma kwa Mjerumani mmoja ambaye alikuwa anajulikana kama Fritz Bauer. Huyu bwana alikuwa kiongozi wa mashtaka ambaye alikuwa anahusika na kesi za kushtaki nani? Wahalifu wote wa Nazi ambao walihusika kuua watu kwenye kambi za mateso. Huyu bwana kwa sababu naye hakuwa naamini polisi wa Ujerumani, alienda moja kwa moja mpaka kwa Mossad. Mossad ni idara ya kijasusi ya Israeli. Mossad walipopokea hii taarifa nao wakaingia kazi. Wakatuma maajenti wao wapi? Buenos Aires. Wengine waenda kama watalii, wengine waenda kama wafanyabiashara, lakini walikuwa na lengo moja tu: kumtafuta huyu Ricardo Clement, wamchunguze vizuri, wamsome mpaka tabia zake, yaani wamuelewe hadi ambapo wanatembea ama kuongea, ama kama anaenda akiwa na wasiwasi wakati anatembea. Iwapo watathibitisha kwamba huyu Ricardo Clement ndiye Adolf Eichmann, wamtie baroni. Unaona Baada ya miezi na miezi ya kumchunguza huyu bwana, ikagundulika kwamba huyu bwana ndiye Adolf Eichmann. Sasa iweje sasa? Hamna lingine. Huyu bwana lazima tumnyakue. Huyu bwana lazima tumtie baroni kimya kimya. Tarehe 11 mwezi wa 5
mwaka 1960 mwendo wa saa 2 hivi jioni, huyu Ricardo Clement wakati anatoka kazini alishikwa na kaingizwa kwenye gari na hao maagenti wa Mossad. Alishikwa kimya kimya, bila kelele, bila vurugu, bila fujo, yani kimya kimya. Ricardo Clement akapotea. Hakukutokea taarifa za mtu ambaye amepotea wala mtu ambaye anatafutwa. Siku 10 baadaye, ambayo ni tarehe 21 mwezi huo huo wa Mei mwaka 1960, Adolf Eichmann alitolewa kutoka Argentina na maagenti wa Mossad wakitumia ndege ya Israeli ambayo ilikuwa imepeleka maafisa wa serikali ya Israeli Argentina kushiriki katika sherehe za uhuru wa Argentina. Kwa hiyo huyu bwana alitoka huko kimya kimya, hakuna mtu ambaye alijua nini kimeendelea, huyu bwana amepoteaje na ako wapi. Baadaye ndio Israeli inatangazia ulimwengu kwamba bwana tumemkamateni Adolf Eichmann. Ulimwengu ukashtuka, ukadua, ukashangaa imekuwa kuaje hadi huyu bwana ambaye alikuwa amepotea kutoka kwenye uso wa hii dunia ameonekana tena. Baada kurekebisha mambo hapa na pale ya kidiplomasia kati ya Israeli na Argentina, ndio sasa Adolf Eichmann akafunguliwa mashtaka. Na licha yake ya kujitetea akisema kwamba yeye katika kazi yake alikuwa anafuata sheria za nchi yake, mwisho alihukumiwa kifo na akauawa. Mwili wake uliteketezwa na jivu likatupwa wapi? Baharini, ili pasiwahi kuwa na kaburi la Adolf Eichmann. Asanteni sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati. Hii ni Flight 178, mimi naitwa Richard Mugo, na asanteni sana kwa support yenu na muendelee kusubscribe.